Mambo matatu hatupaswi kuacha kuyashukuru. Kwanza, tunapaswa kushukuru anayetupa uhai, neema, rehema na baraka. Huyu ni Mungu na Mungu pekee. Pili, tunapaswa kushukuru mtu anayetupa hifadhi na kututunza. Hapa ni familia. Tatu, tunapaswa kushukuru mtu anayetupa fursa ya kutumikia umma, kwa kuwa sio kila mtu ana fursa hiyo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii adimu na adhimu kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa fursa aliyonipa ya kutumikia katika serikali yake. Kipekee kabisa kwa fursa aliyonipa ya kuongoza mchakato wa kuandika nyaraka ambazo zitaongoza mstakabali nchi yetu kwa miaka 25 ijayo. Hili kwangu ni jambo kubwa, ni upendo wa kipekee na sitausahau katika maisha yangu. Na wengi hapa, mwenyekiti, wengi hapa nashukuru mmenipongeza, lakini msisahau, mmenipongeza, mmeona uwezo wangu kwa sababu nimepewa fursa. Kama nisingepewa fursa, msingefahamu uwezo wangu. Tuheshimu na mheshimu Dr. Samia kwa sababu kanipa fursa hii na yeye mkaniona. Namshukuru Mheshimiwa Samia na Mungu ambariki. Na mdogo wangu Baba Levo amesema pale, ametoa historia yetu kidogo. Namalizia Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni kweli hapa duniani ipo hadithi moja. Alikuwa anakimbia ndege maarufu angani, ikatokea baridi na theluji, akazidiwa, akaanguka, anasubiri kufa. Bahati nzuri akawa anapita pundamilia, akamnyea kile kinyesi kwa sababu ni cha moto. Kinyesi ikawa pona yake, akapata joto. Kwa hiyo duniani hapa sio kila kinyesi ni kibaya. Na mdogo wangu Baba Levo, sio kila teke ni baya. Kuna teke ukipigwa linakupeleka pazuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imepokea maoni na ushauri wa Mheshimiwa wabunge na tutayazingatia.